Mimi nimerudi from Ikarisa nikiwa niko salama, nashukuru Mungu. Alhamdulillah. Mimi nilikuwa nataka kuzungumza na baadhi ya watu ambao wanaenda kinyume na mipango ya Mungu. Na sijui ni kutoelewa au ni kutosoma au ni vipi, sielewi. Lakini nataka nikwambie ya kwamba fanyeni au tengezeni content na mambo mengine mbali na kumwambatanisha Mungu pale katikati. Kwa sababu ni hivi, kuna watu wanamdharau Mungu, wanamdhalilisha, wanamchukiza, wanamliza na wanamfanya yeye ni kama kitu gani yani. Just imagine, juzi nyuma tu hapo nyuma niliangalia TikTok mimi za wenzangu. Mmoja akasema ya kwamba mimi sikumwambia Mungu aniumbe anilete duniani. Sikumwambia Mungu aniumbe katika tumbo la mama ifike miezi 9 anilete duniani. Hebu anza kufikiria hayo maongezi. Mtu anakuambia hivyo. Hata anaongea hata hana haya. Anaongea hata haoni aibu. Anaongea tena na ujasiri na confidence. Akiona kama yeye ni kama alishuka kutoka juu mbinguni akashuka duniani. Yaani anaongea hata hana shida kabisa. Huyu mtu unaweza fikiriaje? Ndugu zangu, hata kama Mungu humuoni na mimi huwa naongea tu. Poleni kama na wakwaza, najua nikiongea mambo ya Mungu wengi hawayataki, lakini acha niongee hivyo hivyo. Juu kuna wengi ambao wako na taka za masikio zinataka kutolewa. Huenda pengine wewe umeongea hivyo kwa sababu ya kutoelewa na kutojua neno la Mungu na kutomjua Mungu pia. Lakini utakapoelezwa utajielewa. Mimi si kwamba na kuhukumu, lakini lile jambo ulilolifanya au maneno uliyoyaongea si mazuri. Fanya hivi. Tena inatakikana uende mbele za Mungu kama hujaokoka, uende utubu. Uokoke utubu, yani ombewa toba utubu. Mungu akusamehe. Huwezi ukamwambia Mungu wewe kwa sababu humuoni na macho haya ya kidunia kama binadamu mwingine. Huwezi mwambia Mungu kwamba mimi sikumwambia Mungu anilete duniani. Alileta mwenyewe kwa sababu ya huruma zake tu. Akanileta mwenyewe kwa sababu sijamlazimisha mimi. Kwa hivyo akitaka kuniondoa duniani aniondoe. Ukiongea hivyo, kuna wengi wanatamani maisha mazuri ya kupumua na awe ni mzima anatembea na usalama. Lakini hawajayapata. Wengine wamezaliwa walemavu, wengine wamezaliwa hali tofauti tofauti. Wanatamani sana uzima kama huo wako. Lakini wewe leo hii miguu inafanya kazi, mikono iko na nguvu zako, pumzi umepata, uzima uko tele. Unaongea hivyo kwamba Mungu sikumlazimisha nilete duniani. Ulikuwa umefikiria nini bro? Okay, tuweke kando. Mwingine kama si jana ni juzi pia nikampata anasema kwamba hello Mungu, unatumia wifi au unatumia bundles? Wewe yani Mungu umemfanya kama mtoto wako, umemfanya kama ndugu yako mdogo wa kucheza naye, umemfanya kama mke wako, umemfanya sijui kitu gani kama hayawani. Wajua ulimdharau Mungu kiwango kikubwa ambacho hata mimi mwenyewe nimetokwa na machozi. Mimi mwenyewe nimetokwa na machozi. Na wewe jamaa sikujui, lakini yale maongezi yalinitoa machozi. Maana mimi ukubwa ninao ujua wa kiungu ni sijui ni ufananishe na nini. Na ndo maana mimi ikifika jioni lazima nichuchumae nimwombe Mungu. Mwambie asante. Nimeshinda salama na ninajua siku ya mpango ya mwanadamu ni wewe tu. Acha Bwana ukanilaze salama, naenda kulala. Nilinde usiku mzima, fikapo kesho nitakushukuru nikiona jua au nikiona siku. Amen. Nasimama. Leo hii unasema ya kwamba Mungu unatumia bundles au unatumia wifi, unisaidie na mimi niongee na demu wangu Dubai. Wewe
Gai, nataka nimwambie hivi, wewe uliongea hayo na yule mwenzako aliongea yale nimeongea hapa. Tafadhali na waomba, fanyeni mpango sana, mtafute Mungu kwa bidii. Ikiwezekana mtubu, bado kuna muda, kuna neema. Hata kama muda si mwingi, lakini kuna neema ya Mungu inaweza kuwasaidia. Tokwe na machozi kwa ajili ya yale mlioyaongea. Mungu awasamehe ili muende mbele na safari. Maana wewe si chochote kwa Mungu. Saa hii akizima hilo taa, hako karoho kako kanachukuliwa tu. Yani wewe sijui unaongea unajipata uko vipi, lakini kale karoho ambako kanakufanya wewe uongee maneno mazito kama hayo ya kumdharau Mungu ni kadogo sana, kama changarawe. Mimi nasema Mungu awabariki. Badilisheni mawazo, tafuteni Mungu kwa bidii, mtafuteni Mungu kwa kila hali na mali, mwekeni mbele Mungu kwa kila jambo lenu ambalo mnataka lifanikiwe. Mimi nitasema Mungu awabariki, awabariki sana. Munisamehe kama nimewakwaza. Wale wameongea yale maneno mabaya kumdhalilisha Mungu pia munisamehe. Mungu awabariki sana.